tukiwa katika kutekeleza sharia min sha'airillah ambapo kwamba ni salatu ya Ijumaa, na tukiwa katika kilima cha khutba au kilima cha Kiswahili kabla ya khutba ya Kiarabu. Wiki hii mkiwa na mimi al-Faqir, tutaka tuangazie khuluq, tabia moja katika tabia nzuri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumza katika kitabu chake na kuitaja mara 90, na katika baadhi ya kutaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Tuambia katika mahala kwingine, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'an inna Allaha bima ya'maluna muhit. Atuambia katika aya nyingine, wa tasbiru wa tattaqu inna dhalika min azmi al-umur. Katuambia wala nabluwannakum shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إلى آخر الآية. Tuambia katika aya nyingine, kupitia swala na subra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutengenezeni mambo yenu. Almuhim, ayatun kathira wa ahadithun adida katika mlango wa subra, na mlango wa subra ni mpana, na hukitaji madakika machache, hitajia vitabu. Watu wametunga vitabu kupitia mlango wa subra. Al-Imam an-Nawawi katika Riyadhus Salihin, nadhani mlango wa pili tu, ametaja hadithi makumi na kitu katika mlango wa subra, lakini mlango uliofuatia, mlango wa sidqi, hadithi kama 5-6 tu. Kwenye shughuli mlango mkubwa, haina maana tusiseme katika Jumaa kwa sababu dakika zake ni kidogo, na kila mtu anapokuwa baligh ni kuweza kuzungumza kitu kikubwa katika dakika chache. Ndivyo alipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akisema, utitu jawami al-kalim, nimepewa kuzungumzia kitu kipana katika muda mfupi. Sifa aliyokuwa nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na subra ni shay'un yanba'ithu, ni kitu ambacho kiko katika, kimeota katika nafsi ya binadamu. Kila mtu amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiwango cha kusubiri. Ama manabii wamepewa kiwango kikubwa cha kusubiri kuliko watu wengine. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam udhiya, ameudhiwa, fanyiwa mambo mazito, ametupiwa mpaka vinyesi vya wanyama katika nyumba yake, ametupiwa mpaka mchanga kiswali sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini mwisho alikuwa na kifua kipana chenye kusubiri, akisema Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mungu Subhanahu wa Ta'ala waongoze watu wangu, hawajui wanachokifanya. Ndugu zangu katika imani,
tunaishi katika dunia, tunaishi katika ulimwengu ambapo inawezekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakupendelea jambo, akakufungulia mlango, lakini si watu wote watafurahia. Wapo watakaochukia kwa maendeleo yako, wapo watakaotatizwa na harakati zako njema. Pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza akakupa afya, anaweza akakupa watoto, anaweza akakupa mali, anaweza akakupa biashara nzuri, lakini bado watu wapo ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hawa watu walikuwepo. Hata nyie kuwa Waislamu kuna watu walikuwa hawataki. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Kisha chini akasema in tamsaskum hasanatun tasu'ukum, ukipatwa na mazuri au kuchukia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumzia maadui wa Kiislamu, maadui wa dini yetu, lakini fiwake katika mitaa yetu, katika misikiti yetu, katika taasisi zetu, katika majumba yetu, katika biashara zetu, katika kazi zetu, ni wangapi ambao kwamba wakifanikiwa kidogo kuchukia? Wengi. Na wapo in tamsaskum hasanatun tasu'uhum, ukipatwa na jambo zuri wao linawachukiza. Tuseme kumsikiatu yafrahu biha, ukipatwa na mazito na misiba na shida wao wanafurahia. Waswahili wanasema kwenda akachekea chooni yule, anakuonyesha yuko nawe katika tatizo, lakini akiingia kujificha kule iwacheka na kufurahia kwa tatizo aliyopata. Wapo watu wa namna hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aongoze na tuongoze sote. in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha in tasbiru wa tattaqu. Angalia, mkifanya subra na mkamcha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya nambari 120 sura Al-Imran anakutanisha vitu viwili, na baada ya aya 4 aya 125 anaenda kurudia tena namna hiyo hiyo, anatuambia wa in tasbiru wa tattaqu. Idhan wakaani afahamu min hadhihi al-aya kana kwamba naelewa katika hii aya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutanisha vitu viwili vikubwa sana, subra na taqwa. Mara nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutanisha wa in tasbiru wa tattaqu, ikiwa mtafanya subra na mkamcha Mwenyezi Mungu, la yadurrukum kaiduhum shay'an inna Allaha bima ya'maluna muhit. Akaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja Badr, walaqad nasarakum Allahu Badr wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kashuka mpaka 125 akatuambia la tujalawuna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira in tasbiru wa tattaqu inna dhalika min azmi al-umur. Mkisubiri na mkamcha Mwenyezi Mungu. Unaona tena simba 4 tu zinatenganisha kutoka 120 kwa 125. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha jambo zito na kwa tufanye subra na tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukifanya hivyo, kaid, chuki, vitimbi vya yote katika biashara zetu, yote katika familia zetu, yote katika shughuli zetu na kazi zetu hazitotudhuru tukiwa tukijipamba na mambo haya mawili, as-sabr wa taqwa. Na kule katika aya 125 wa in tasbiru wa tattaqu inna dhalika la min azmi al-umur. Hilo mtajifananisha na mitume, mtakuwa katika wale mitume watano ambao kwamba ni ulil azmi na rusul ambao walipambana mpaka siku ya kiyama watakapokwenda watu wa Sayyidina Nuh atawaambia nendeni kwa Ibrahim,
Angalia hata tadabuji katika mwendeo. Wameanza na Nuh, ndio alikuwa wa kwanza kabla ya Ibrahim, kisha Ibrahim Musa, kisha Musa Isa anamwambia nendeni kwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Zangu katika imani, ama ahadithi katika jambo kama hili ni nyingi sana, lakini kabla ya kuingia kutizama hadithi au kisa kimoja katika hadithi, tukimbilia moja kwa moja katika ugawanyo au ugavi wa ulama katika as-sabr. Wametuambia as-sabr thalathatu aqsam. Subra iko na vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha kwanza, as-sabru ala taa, kuwa na subra katika taa, katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunahitaji subra kubwa, si ndogo. Nikupa mfano miwili. Mfano katika taa ni kuswali. Angalia swala ilivyo nzito. Swala inataka mjahada. Kwa wewe utaacha usingizi wako, kwa wewe utapambana na utawadha maji ya baridi au kuoga, kwa wewe utapambana na nguo yako isiwe tu nguo yoyote, lazima iwe ni nguo yenye kustiri uchi na iwe ni safi na tahir. Utapambana na kutoka nyumbani kwako mpaka kuja msikitini. Utapambana na kuacha yale shahawati na nafsi inaamrisha, na nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Uache haya yote uje kuswali, huo ni mujahada. Kwa hivyo kunahitajika subra katika hilo. Ukikosa subra katika hilo utaacha kuswali, na mara pengine mtu mwingine kuguswa akaugua, mtu mwingine akapatwa na shida, mtu mwingine akapatikana na shida fulani, akasema sasa mimi kila siku namuomba Mwenyezi Mungu, mbona hanitimizi? Wacha tuniache kuswali kabisa. Kwa hivyo swala na hizi ibada taati zote zinahitaji nini? Zinahitaji as-sabr. Lakini vile vile tukianza katika saum, ibada ya saum, taa ya saum, utakuwa na shida kubwa. Ujizuia na njaa, jizuia na kunywa kiu, jizuia na shahawati mbalimbali mchana mzima wa Ramadhani, siku ya Ramadhani na siku 30. Kwa hivyo inahitaji mujahada, inahitaji subra katika jambo la taa kama hili. Ukienda katika ibada nyingine, kwa mfano sadaqa, kutoa sadaqa, kutoa mali yako, kutoa pesa yako, kutoa kiasi chako, kutoa unachomiliki, katika mujahada mkubwa, katika kitu ambacho kinahitaji subra kubwa, kwa sababu unatoa kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia mali ni min ahab ashya ila qalbi al-insan. Anatuambia yuhibbuna al-mala hubban jamma. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Baqara khairan, mali katika kuitoa ameita khair. Kwa hivyo ni kitu kikubwa cha kupambana na nafsi, na kinahitaji subira kubwa kuweza kutoa katika mali yako, na ni kitu ambacho wakipenda katika moyo. Kuna subira ya pili inaitwa sabru anil maasiyah, kuwa na subira kutokana na kujiepusha na maasi. Nafsi zimepangwa kupenda haya mambo, lakini upigane na nafsi yako, uonyeshe una kiwango gani cha kuweza kuvumilia kutokufanya nini, kutokufanya jambo baya. Hiyo ni subra pia. Kuwa wewe pengine hasa vijana na marafiki, kila weekend wana sehemu yao wanakutana, kila weekend kuna sehemu pengine kuna baa fulani, wa'iyadhi billahi, wanakufanya mambo yao huko. Lakini ili uwe una subra katika anil maasiya, kiepusha na vitu kama hivi, jiweke mbali na vitu kama hivi. Si vitu vinavyompendeza Mola Subhanahu wa Ta'ala, si vitu vinavyomridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukawa utajing'oa katika vitu kama hivyo, kwa ukajiweka pembeni katika hivyo, wewe umefanya subra anil maasiya. Ya mwisho hapa kwamba tunamalizana nao na kutaja hadithi moja au mbili zinazohusu maudhui kama hii, ni as-sabru
ala al-bala au ala al-aqdar, kusubiri kutokana na mabalaa na mitihani, na hakuna mmoja wetu ambaye kwamba anakoswa na mitihani na mabalaa. Wote tumezongwa na matatizo na mashida na mitihani mbalimbali. Mwingine amefiliwa, mwingine anauguliwa, mwingine watoto wake hawako katika njia, mwingine katika ndoa yake mume au mke hayupo katika njia. Kwa mabalaa yametuzunguka katika shule. Mwingine hana kazi, na mabalaa ni mitihani. Namna gani unaitumia hii subra, hii khutba nzuri aliyokuwa nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mpaka mmoja katika mitume wa Mwenyezi Mungu anaitwa Ayyub as-Sabir anapewa sifa hii kwa subra aliyoionyesha katika kazi yake ya da'wa na mitihani iliyokuwa imempata. Kwa hivyo unahitajika subra katika aqdar, qada, balaa zinazoshuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namna gani tutaamiliana nazo vitu kama hivi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadith anaipokea an Anas radhiyallahu anhu, anasema kana ibnun li Abi Talha yashtaki. Kimalizia, Abu Talha mmoja katika masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mkewe alikuwa akiitwa Sulaim. Asema siku moja kama ilivyokuwa kawaida katika majumba, asema kana ibnun, alikuwa na mtoto wa kiume huyo Abu Talha ambaye mama yake ni Sulaim. Mama wa mtoto huyo anayeitwa Sulaim ni mkewe Abu Talha. Sema kana yashtaki, alikuwa mgonjwa, alikuwa amegonjeka. Basi asubuhi ile Abu Talha, mtoto ameamkaje, mama anamwambia mtoto yuko sawa. Abu Talha akajiandaa akaenda kuswali, akaenda zake kwenye shughuli zake. Huku nyuma mtoto akazidiwa mchana, mtoto akazidiwa na homa, mwishowe akafariki dunia, akafariki. Huyo Sulaim akatiwa, hakuna simu, hakuna nini, akakimbilia kwa kama ilipokuja katika riwaya ya Bukhari kwa majirani, akamwambia mtoto wangu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amefariki. Na kusema kweli mume wangu Abu Talha ameenda kutafuta riziki, akirudi pengine mkionana naye, mimi nimekupeni taarifa, mimi msimwambie mpaka nimwambie nini, mwacheni msimwambie mpaka nimweleze nini. Tayeb, ikafika wakati wa kurudi, na walikuwa wakipenda kuswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam magharibi na isha, kisha ndio tuarudi nyumbani kwenda kupumzika na kulala kungoja kesho. Amerudi takriban, yani nakadiriwa amerudi baada ya isha, saa 2:30 saa 3 baada ya kuswali salatu al-isha. Kufika nyumbani akauliza kama kawaida, kwa sababu alimwacha mtoto mgonjwa, akauliza vipi hali ya mtoto, anamuuliza mkewe. Mkewe anamjibu, anamwambia askar ma kana, ametulia kuliko alipomwacha. Yani tauria, lakini ndio amemaliza. Sasa kusikia kwamba ametulia kuliko alipomwacha, roho yake ikatulia. Mtoto wangu kama ametulia kuliko alipomwacha, amepona, anaendelea vizuri, na saizi atakuwa amelala, sio? Mke anasema siku hiyo Sulaim akasema nikatazaya, kajipamba kuliko siku zote. Kama kulikuwa na marashi, kulikuwa na nini, vitu vizuri na nguo nzuri, imejipamba kuliko siku zote. Kisha nikampatia chakula cha usiku, asha akakula. Mzee akakula kwa roho safi, kwa utulivu, kwa sababu mtoto askana makana, sio? Akasema kama kuoga nikaoga, kama kulikuwa na kinywaji juisi au nini nikanywa.
wakati wa kwenda kulala umefika, na kila nikimkaribia mke wangu Umu Sulaim asema anukia siku hiyo vizuri na amejipamba na amevaa nguo nzuri, akasema fawaqatu alayha, nikafanya tendo la ndoa naye. Ilipofika huko baada ya kumaliza tendo la ndoa saa 6 usiku, anamwambia mkewe, anamwambia jiandae kwenda kumzika mtoto kesho inshallah. La hawla wala quwwata. Jamaa hakulala tena. Naangalia masahaba walikuwa tulivu, walikuwa wamejipamba na subira na sifa ya subira kutoka mke mpaka mume. Hakumwambia yule mke, kuanzia sasa hivi nimekutaliki tena si talaka moja. Kwa tukio kama hili watatu wangapi? Tuwe wa kweli. Mwingine mtu atapewa talaka 7. Zako 3 na mwingine yende huko kwa babako na ndugu zako. Sasa akatulia mpaka ilipoadhiniwa alfajiri, akatoka akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini mpigane? Kwa nini mpeane talaka? Kwa nini msielewane? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo, wa kushtakiwa yupo, wa kuambiwa yupo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo akamalizia usingizio hapo akaenda kumuona mtoto. Kweli mtoto aliaga tangu zamani. Akarudi sasa sikulala na kufanya dhikri na nini mpaka alfajiri, akakimbia msikitini. Mwambia Rasulullah, tujiandae kwenda kumzika mwanangu, lakini niko na mshtaka tu. Mke wangu kanifanyia hivi, akamwelezea hadithi ilipokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia mke huyo kaachana naye, hafai kabisa. Alimuuliza swali gharibu, hata uwezi kadhani. Akamwambia a'arastum laila au a'arastum laila, inatokana na neno urs. Siku huo baada ya kuja kupewa taarifa, mlifanya harusi. Harusi gani tena? Tumeelewana vizuri? Tumeelewana. Lugha zingine hazifunguliwi sana, kodi zinafungwa, zinabaki kwa watu wazima kidogo. A'arastum laila, siku huo ulifanya harusi. Na mimi al-Faqih nilipoisoma hii hadithi nikasema hapana, Mtume ametumia a'arastum ain ambapo kwamba ni muhmala, haina nukta. Nikasema hata angeweka nukta bado Kiarabu kingekubali. Na pia tukiweka nukta inakuwaje? A'arastum ambapo ni kupanda. Kwa kwamba sema a'arastum laila pia ingekubali. Je, nilipanda usiku? Si nikupanda bwana. Swali ya Mtume. Akasema naam. Sema mimi bado sikuambiwa kitu, nikafanya, nikakuta mke yuko sawa, nikafanya. Sema basi barakallahu fi lailatikum, Mwenyezi Mungu akubariki kwenye huo usiku, twendeni tukazike wakazika. Mmoja katika masahaba wapokezi wa hadithi mkubwa anasema mtoto alipozaliwa akakimbizwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameletewa kitoto kidogo, akakifanyia tahliki, sunna ya tahliki. Mtoto akizaliwa kuna sunna sisi tunaziacha. Anatakiwa aadhiniwe tu. Kwanza aadhiniwe kwa sikio lake la kulia. Wala usiogope. Siku moja nimeenda St. Mary's, mama watoto wangu anajifungua. Kuingia tu cha kwanza shika sikio hapo hospitali kitandani. Hajawashwa bado. Sasa ndio wengi wa huduma kule si Waislamu, basi wakaogopa, sema kuna nini kwa hapo hospitali. Kabla iqama katika sikio la kushoto. Hii yote kwa sababu ya muda, pengine itahitaji hotuba nyingine, lakini tuamwambia mtoto akiingia duniani aanze kusikia kwanza Allahu Akbar. Hakuna kikubwa zaidi ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na unapokimu katika sikio la kushoto, wamwambia maisha ni adhana na iqama. Baina adhana na iqama ni maisha ya dunia, hakuna marefu. Usijibweteke ukasema mimi nitaishi sana. Kila ukiwa na afya itumie hiyo siku, kwa sababu maisha ni baina al-adhan wal iqama. Kwa hivyo Mtume akamfanyia adhabu, akasema yule mtoto alipokuwa akaoa alizaa watoto 9,
ambao wote ni hufadhi wote 9. Kwa sababu gani? Baraka ya subira waliokuwa nayo mke na mume katika jambo kama lile. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha na hizi ahwali za kusubiri ili kutuleta mimi na wewe ambao tuko katika maisha yetu ya leo, mengi makubwa, mengi ya taabu, mengi katika biashara zetu. Kama tutarudia kusema, tuko na shida na tuko na mambo mengi nayo, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku sifa kama hii, aturuzuku heshima kama hii ya kuwa na subira katika kuendea mambo yetu, iwe katika ibada, iwe katika masaib, iwe katika taa, iwe katika maisha yetu ya kila siku. Tunahitaji huku kama hii ienee katika maisha yetu. Nadhani wengi tulikuwa tuko mbali na hizo. Kwa leo tuivute, tulete karibu, tuona mambo yako yanakwenda sawa. Saa nyingine tumwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiye mwenye kukamilisha maisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita katika makaburi siku moja, akampata mama mmoja amefiliwa na mwanae, analia kaburini. Watu wamezika, wameenda, yeye ameenda peke yake, analia. Huyo ndio alikuwa mwanae, ndio alikuwa msaada wake, kwa kila kitu kwangu, ndio alikuwa kilipa rent, ndio alikuwa kuleta chakula. Leo amekufa, atafanya nini hivi? Mtume akamwambia maneno mawili yale yaliyokuwa kwenye Qur'ani, attaqwa wasbir. Mwambie ittaqillah wasbiri, muogope Mwenyezi Mungu na ufanye subira wewe mwanamke, kwa sababu kwanza uko peke yako, uko kaburini, na kaburi bado jipya, maana watu wamezika, wameondoka, wamekuja. Sasa wataka kufanya mambo yako bwana. Mtume anamwambia ittaqillah wasbiri. Kisha yule mama, kwa sababu hajui nani anamuongelesha na yeye alikuwa analia, akamtoa neno, akamwambia enda zako, fa innaka lam tusab bi musibati, wewe hujapata msiba niliopata mimi, wewe hujui machungu ya kufa. Watu wakamdiriki, walikuwa pembeni, wanambia huyo ni mtume, wala umuongelesha mtume huyu hivyo? Wa'lamu anna fikum sallallahu. Ile mama basi uchungu alipotajwa mtume, na ndipo tunapotakiwa tujue hivyo. Kitajwa mtume unabadilika. Tumesikika katika kawaida, ndugu zangu. Uchungu hata wa msiba ukamwishia, akakimbia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema maneno mawili makubwa nikimalizia, na anasema nilipofika kwa nyumba ya Mtume sikukuta bawabini, hakukuwa na watu wa kunizuia kuniambia wewe hapa kuna askari. Hapana, niliingia moja kwa moja nikamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani. Nikamwambia Rasulullah, mimi sikujua kama ni wewe ndio uniongelesha. Nikamwambia hata angekuwa mwingine, inama sabru inda sadmati ula, takuonyesha subra katika tukio likiwa bado bichi. Mathalan nimefiliwa, mathalan duka limeungua, nimepata hasara, onyesha subira katika tukio la kwanza. Sio ukipatwa na msiba kwanza unampoteza Mungu, baada ya siku 10 unasema hapana. Inama sabru inda sadmati ula, kama alivyotufundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum.